Shall we play? Gracious Father, we are at the feet of the cross. Meet us and speak to us is our prayer in Jesus' name. Amen. Happy Sabbath once again. I want to take this opportunity and welcome our youth leaders to assist us in collecting the tithes and offerings. Where are you, my leaders, youth leaders? Stand up. As we were told earlier, let us, for those who want to send their offerings through the bill, 700-201. Account number 66-22-00-2168. I want to pray. Our Heavenly Father, we are before you. As we are on to give us the spirit. We give in the spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Tunapoendelea kukusanya zaka na sadaka, tutafungua nambari 9. Mwombaji mfalme, vitu vyote ni vyako. Alafu watakuja kwa haraka ambao wanafahamika kama Sameta Central, kisha Kisii Central, kisha baadaye tutawaarifu tutakavyoenda. Asante sana. Mwombaji mfalme, nambari 9. Mwombaji mfalme, vitu vyote vyako. Pamoja na twimbe. Mwombaji mfalme, vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako siku zangu zako. Wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Katika maisha haya ya dunia, kila kitu kina saa yake. Una wakati ule wa kupanda na wakati wa kuvuna, wakati wa masika, wa kiangazi, wakati wa furaha, wakati wa huzuni, saa ya kutangamana na kutengana, wakati wa furaha, wakati wa huzuni, saa ya kutangamana na kutengana. Sisi binadamu tumejaa kiburi, hatuna shukrani. Tukumbwa na shida, tunampenda Bwana na tunamwomba. Shida zishapo tu twamsahau, tunajipenda
tukipenda haifai hivyo. Sisi binadamu tumejaa kiburi, hatuna shukrani. Tukumbapo na shida tunampenda Bwana na tunamuomba. Shida zishapo tu twamsahau, tunajipenda wenyewe, tumbo zetu zinakuwa Mungu wetu. Tumemfanya Mungu kuwa Mungu wa misimu, tunamwabudu tukipenda haifai hivyo. Maisha ya kesho Bwana Mungu atawalisha, Bwana Mungu atawavisha. Maisha ya kesho Bwana Mungu atawalisha, Bwana Mungu atawavisha. Sisi binadamu tumejaa kiburi, hatuna shukrani. Tukumbapo na shida tunampenda Bwana na tunamuomba. Shida zishapo tu twamsahau, tunajipenda wenyewe, tumbo zetu zinakuwa Mungu wetu. Tumemfanya Mungu kuwa Mungu wa misimu, tunamwabudu tukipenda haifai hivyo. Sisi binadamu tumejaa kiburi, hatuna shukrani. Tukumbapo na shida tunampenda Bwana na tunamuomba. Shida zishapo tu twamsahau, tunajipenda wenyewe, tumbo zetu zinakuwa Mungu wetu. Tumemfanya Mungu kuwa Mungu wa misimu, tunamwabudu tukipenda haifai hivyo. Mshukuruni Mungu kwa hali zote, yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mshukuruni Mungu kwa hali zote, yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Mshukuruni Mungu kwa hali zote. Mshukuruni Mungu kwa hali zote. Yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Ewe Rahabu ni ishara ya wokovu. Ishara ya kufunga kamba nyekundu iliashiria kutokufa raha, na familia yake na jamii yake kutokufa kwa sababu ya Rahabu, kwa maana aliwaokoa wale wapelelezi. Yoshua alituma ishara ya raha nyekundu iliyokoa Rahabu.
aliokoa jamii yake. Kwa kamba nyekundu, ewe Rahabu, ni ishara ya wokovu. Wafunga kamba nyekundu iliokoa Rahabu, wakuficha wale wapelelezi iliokoa Rahabu. Rahabu yule aliokoa nafsi yake, aliokoa jamii yake. Kwa kamba nyekundu, ewe Rahabu, ni ishara ya wokovu. Wafunga kamba nyekundu iliokoa Rahabu, wakuficha wale wapelelezi iliokoa Rahabu. Rahabu yule aliokoa nafsi yake, aliokoa jamii yake. Kwa kamba nyekundu, ewe Rahabu, ni ishara ya wokovu. Wafunga kamba nyekundu iliokoa Rahabu, wakuficha wale wapelelezi iliokoa Rahabu. Rahabu yule aliokoa nafsi yake, aliokoa jamii yake. Kwa kamba nyekundu, ewe Rahabu, ni ishara ya wokovu. Praise the Lord. Praise the Lord again. God is good all the time. God is good all the time. Nataka nipitie tu, kuna watu ambao kufanywa introduction, sponsors, those sponsors who accompany the youths from various districts. Can you stand up? The sponsors, advisors, yeah. If you are there, can you rise up? Hebu tupunge mkono hivi. Thank you for accompanying the youths. For you, it's time for divine hour, and I want to be brief because of time. Feel most welcome. Feel at the feet of Jesus as we move now to the divine hour. My name is Pastor Choki Isaac, Otholi District, Nyanjwa Station. Nataka nimlete mnenaji wa siku ya leo ambaye ni Pastor Kaura. It is time for divine hour. Nataka niombe, tusimame tuombe as we invite him to stand and offer the word of God. Let us pray. Kaura is going to stand before your people, Father. May you use him according to your will, and may you fill him with the Holy Spirit, God, when he is going to stand before you, so that he may speak what you have given to speak to us, Father. All those who are communing in the various parts of Kenya and other parts of the world, we pray that, Lord, you use them according to your will, and the word that is going to be preached today, Lord, may it be having an impact as we prepare for thy second coming, Father. All those who have assembled here, Father, the youth from various parts of our conference, we also pray for them, Lord, the word of today may create an impact in their lives as we move forward to spread your word, Father. Lord, may you stand with us from now until the end, for this is our humble prayer, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Thank you. Our men together with me are inviting Pastor Kaura to speak to us. Pastor, feel most welcome. Asante, Pastor Nchoki Isaac. Watoto wa Mungu, Bwana asifiwe. Na wengine wanisalimii na sija wakosea. Bwana asifiwe. The Lord is good all the times. Wale tuko huko nyuma, mnisalimia kwa kunipungia mkono. Bwana asifiwe. At least I have confirmed tuko pamoja. Time is spent. Niko na mambo mengi ya kusema, lakini sababu ya muda niruhusu nishukuru Mungu kwa nafasi ya kuja hapa Nyanchwa. Sitaki kusema mambo mengi sababu mimi niko nyumbani. Nimshukuru kiongozi wa vijana katika conference hii yetu, Pastor Joe Bobala, ambaye ni rafiki yangu sana.
Nilipokuwa mwanafunzi nilijifunza kazi mikononi mwake. I did my practicum in his church. He taught me so many things, especially on church administration. Nataka nimshukuru sana. Wale tunakutana mara ya kwanza, mimi ni Pastor Robert Kahura, mwenye dhambi ameokolewa kwa neema. Hiyo ndio CV yangu, sina mambo mengine. I'm just a simple man. I pastor a church in Narok called Narok New Life. Hapo ndipo nafanya kazi. Pastor King, nashukuru kwa mshirika nawe katika huduma ya leo. Na naomba ya kwamba Mungu atutumie kuzungumzia watu wake. Shall we pray? Baba wetu, zungumza na watu wako kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Neno la Mungu mchana wa leo linasema tuondoe hii aibu. Tuondoe hii aibu. Tuondoe hii aibu. Tuondoe hii aibu. Na hii mahubiri itaendelea mpaka ushike ya kwamba Mungu anasema tuondoe hii nini? Aibu. This can be translated to say, let us end this disgrace. Tuondoe hii aibu. Let us do away with this shame. Tuondoe hii aibu. Let us do away with this embarrassment. Tuondoe hii aibu. Wapenzi, ni vibaya sana kukaa katika aibu. I don't know whether you have found yourself in an embarrassing situation. Ni vibaya, inaibisha. Before I became a pastor, I started as a teacher. Mimi ni mwalimu. That's why I'm always concerned about time. Na nakumbuka nilipokuwa mwalimu, kuna wakati matokeo ya mtihani inatangazwa, na wengine wakisherehekea na wakienda barabani wanasherehekea. Kama hamuku perform vizuri, mmejikuja kwa kona. Alafu mkiulizwa mliperform waje, wacha hiyo story, ni Mungu anajua. Na ni kama watu wameambiana, ni kama wamejua vile mlifanya. Kila mtu jiani anakuuliza shule yako ilifanyaje. Na baada hiyo story kutulia, nilikuwa naona mwalimu mkuu anaita wazazi wa darasa ya form 4 ya mwaka huo, na anaita form 4 wenyewe and subject teachers. Na tungekuwa na kamokoji na headmaster angesimama aweke results hapo mbele na angetuambia sisi tunahusika, lazima tuondoe hii nini? Aibu. Let us end this disgrace. Tuondoe hii aibu. Mji wao Yerusalemu, na kile ambacho kiliathiri Yerusalemu kiliathiri Waisraeli wote. And when they were taken to captivity, walipopelekwa mateka na mfalme Nebukadnezar, Biblia inasema wangeomba wakiwa wameangalia mji wa Yerusalemu. Waliangalia mji wa Yerusalemu walipokuwa wanaomba, kwa sababu waliuthamini, kwa sababu waliuheshimu, kwa sababu walijua Yerusalemu hapo ndipo makao ya Mungu. Na hata walipoambiwa waimbe nyimbo za Yerusalemu utumwani, waliimba ama hawakuimba? Walikataa. They refused. Na wakasema hatuwezi imba nyimbo za Yerusalemu hapa ugenini. They prided in Jerusalem. Lakini wapendwa, Jerusalemu ikaharibiwa na Wababeli. You know the story. The beautiful temple that was built by Solomon
was destroyed by Babylonians. And the Israelites, some of them, were carried captive to Babylon. Na baada ya miaka 70 kuisha, after 70 years were over, amri ikatolewa Waisraeli warudi nyumbani. Inakaa bado haunifuati, bado ni mimi najihubiria. Waisraeli warudi nyumbani na wakaamua kurudi. But majority hawakurudi, walibaki utumwani. Some remained in captivity. Na wengine wakaenda Juda. Na kwa hiyo basi ikawa ya kwamba sababu wana uhuru na wamekaa utumwani muda mrefu, wanaenda Juda wanarudi Babylon. Wanaenda Juda wanarudi Babylon. Walikuwa wanaenda wakirudi. Na siku moja kuna mtu alikuwa anaitwa Nehemia. Nehemia. Sasa chukua kitabu Biblia yako sasa, nataka kuanza mahubiri sasa. In the book of Nehemiah. Let's go there. Nehemia, chukua Biblia, wacha kuniangalia. Angalia jirani yako kama anafungua Biblia. Na kama hana Biblia, unajua siku hizi kuna tabia za ajabu ajabu. Watu wana tabia za ajabu ajabu. Simu ni 20,000, Biblia ni 600 na huna Bible. Take your Bible. Biblia kitabu cha Nehemia. Nehemia chapter number 1. Hebu tusome mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Nehemia, bado watu wanatafuta Nehemia. Angalia pia kwa table of contents, usijali. Nehemia, tafuta tu, I'll take my time. Makoli stars wakuje hapo atupe nyimbo mbili kabla tupate Nehemia. Unajua mimi nawaona nikiwa hapa. Nehemia amepatikana. Let's read chapter number 1. The Bible says Hanani came from Judah. Hanani alikuwa ameenda Judah. Biblia inasema with some other men, and I questioned them about the Jewish remnants that had survived the exile and about Jerusalem. Biblia inasema Nehemia alitaka kujua mji wa Yerusalemu uko namna gani. Na kwa sababu kuna watu wanaenda pale, kuna mtu alikuwa anaitwa Hanani na wenzake wameenda Juda, na Nehemia anawauliza habari za mji wa Yerusalemu. How is Jerusalem? And what about the remnants that remained during exile? Wanaendeleaje? Na Waisraeli ambao wako pale wanaendeleaje? Nehemia alitaka kujua. Verses number 3. Check your Bible. The Bible says, they said to me, wakaniambia, those who survived the exile and back in the province are in great trouble. Wako kwa shida and disgrace, na aibu. Wako kwa vitu viwili. Wako kwa shida na nini ingine, watu wa Mungu? Aibu. They are in trouble and in disgrace because the walls of Jerusalem are broken down and its gates have been burned down. Wakamwambia Nehemia ya kwamba Waisraeli wanaishi kwa shida na wanaishi kwa aibu kwa sababu kuta zimebomoka, milango imechomwa, milango imevunjwa, na kwa hivyo Jerusalem, the pride of Israel, was in bad shape. Na wale ambao wanaishi pale wanaishi kwa shida, wanaishi kwa aibu, wanaishi kwa kufedheheka. A city that was once their pride was now an embarrassment. Mji ambao ulikuwa ni mji wa fahari, walijivunia, mji huo sasa ni mji wa aibu. Kuta zimebomoka, milango hakuna, milango imeanguka. Na kwa hivyo watu wangewachekelea, wanawauliza, haya
nyinyi ndio mnatoka mahali ambapo hakuna ukuta. Nyinyi ndio ambao mnatoka mahali ambapo hakuna mlango. Nyinyi ndio ambao mnatoka mahali ambapo madirisha yamebomoka. That was the state. That was the state of Jerusalem. Na kwa sababu Jerusalem iko kwa hali baya, it was shame and embarrassment to every Israelite and a Jew. Na kwa hiyo Nehemia aliposikia habari hiyo ilimkasirisha sana. Akakasirika sana. Na siku ya pili alikuwa, he was a cup bearer. Alikuwa anapea mfalme kikombe. Na kwa hivyo akawa na hasira. Mfalme akamuuliza, why are you frowning? Akamuuliza, kwa nini una huzuni? Na akamuuliza, kwa nini nisihuzunike ili hali watu wetu, mji wa Bwana, hekalu la Bwana liko katika aibu? Na akaomba ruhusa. Akaomba ruhusa. Na akamwambia mfalme, nipe ruhusa. Nataka nirudi Yerusalemu, niende nione mji wa Mungu ulivyo, na niwe na muda wa kujenga mji huo. And the king akamkubalia. Na Jeremiah akatoka Babylon. Nehemia akatoka Babylon. Saa hii imeshakuwa Persia. Ni maeneo ya Iraq na Iran saa hii. Akatoka huko na akaenda mpaka Juda. Na Biblia inasema alipofika Jerusalem akakuta watu wanaishi kwa aibu. People living in shame. And for 3 days, hakuwaongelesha. 3 days, he just looked at them. Anaona vile wanaishi. Anaangalia, akaangalia, na ni kweli akaona watu wa Mungu wanaishi kwa aibu. Akaona wanaishi kwa aibu. Na ndipo siku ya 3 Nehemia akaamuka usiku. Akaamuka usiku wakati kila mtu amelala. Na akaingia katika mji. And Nehemiah inspected the walls that were broken. Nehemiah inspected the doors that had been burnt. Nehemiah akaangalia milango mingine ambayo imeibiwa. Nehemiah akaangalia na akaona vile mji unakaa. He gathered all the information na akarudi akakaa. Na kulipopambazuka, Nehemiah akaita watu wa Israeli. Wakaitana mkutano kama huu tumeitana. Kama vile vijana wa Nyacho wa South Kenya Conference tumekuja hapa, wakaitana mkutano. Nehemiah akawaita. Na alipowaita na wamesimama mbele yake, Nehemiah akasimama akawazungumzia. Na unaposoma kitabu cha Nehemiah 2, go to the book of Nehemiah chapter 2. Mahali ulikuwa. Sasa ulifanya makosa kufunga Bible na venye ulishindwa kutafuta. Nilisahau kukuambia uweke kidole hapo. Or a bookmark. Bear with me. But now, let's go to chapter 2 of Nehemiah. The Bible says, Biblia inasema, kitabu cha Nehemia 2:17, neno la Mungu linasema, Then I said to them. Tunasoma Biblia. Angalia Biblia, wacha kuangalia mwenzako. Lakini kama pia huna Biblia, soma ya jirani, pia ni neno la Mungu. Lakini hii tabia ya kuja kanisani bila Biblia, tuondoe hii nini? Tuondoe hii nini, watu wa Mungu? Aibu. Ni aibu unaenda kanisani na umetembea tu umesimama. Aibu. Lakini hiyo si sermon ya leo. That I and who is them. Praise that in the immediate context. The I is who? Nehemiah. And them is who? Israelites. Then may God bless you. Nyinyi watu wazuri. I was worried hakuna mtu ananisikiza. Kumbe naona tuko pamoja. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins. Its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the walls of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Nehemiah akawaambia, angalieni muone
ya kwamba vile mji wa Mungu unavyokaa, na akawaambia, "Njooni na tujenge mji wa Yerusalemu na tuondoe hii aibu." Let us rebuild. Biblia ya Kiswahili inasema hivi. Wacha nisome Biblia ya Kiswahili, niko nayo hapa. Biblia ya Kiswahili inasema, "Kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Haya, na tuujenge tena ukuta wa Yerusalemu, ili tusiwe shutumuni tena." Hiyo ni Kiswahili kigumu sana, hadi ningekaa kwa Kiingereza. Anasema ya kwamba na tujenge, shutumuni aibu. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Tunaita hayo maneno visawe, maneno yaliyo na maana sawa. Lakini kuna mtu ananiangalia vibaya. Kwa nini unataka nijue grade zako vile zinakaa? Na sikutaka kwenda hiyo laini. So Nehemia akawaambia, tujenge huu mji na tujenge ukuta, tuondoe hii aibu. Wapendwa, Nehemia akafika mahali. Nehemia reached the point that he said, "We will no longer live in reproach." We will no longer. Tumechoka kuongewa. Tumechoka kusema semwa. Watu wakipita kando na sisi wanatuangalia, wanacheka, wanasalimiana na wanasema, "Angalieni watu ambao mji wao kuta zimeanguka. Angalieni watu ambao hawana milango." Nehemia akasema, "Hapana, tumechoka. Tumechoka." Na akasema, lazima tujenge ukuta, lazima tusimamishe milango ambayo imeanguka, lazima tununue ile ambayo imechomeka, na nyumba ya Mungu irudi hali ilivyokuwa, kwa sababu lazima tuondoe hii aibu. Lazima tuondoe hii aibu. Wapendwa, Nehemia aliwaambia Waisraeli, sisi ni watu wa Mungu aliye mbinguni. Tunaitanishwa na Bwana wa majeshi. Mungu wetu ni Mungu wa neema. Hatuwezi tukakaa kwa aibu, na tunaistanishwa na Mungu wa mbinguni. Lazima tuondoe hii aibu. And I came to tell you, God's people. Nilikuja niwaambie, sikiza sasa, listen. I came to tell you that there is a disgrace. There is a disgrace. There is an embarrassment of having a great God and yet living in poverty. Kuna aibu. Kuna aibu. How can it be that our God is mighty, the owners of heaven and earth, yet we live in poverty? Tunaishi tukichekelewa. Tunaishi watu wakituonyeshana. Nehemia akasema, lazima hii aibu ituondoke. Lazima tuimalize. Lazima tumalize hii aibu. Na Nehemia akawaambia, we cannot wait for God. Neither can we wait for angels to come from heaven and build the walls for us. We must do that ourselves, that we may end the disgrace. That we may end the disgrace. Hatuwezi kuwa tunahubiri Mungu aliye mkubwa, tunaongea kuhusu matendo yake ya ajabu. Mungu aliyetoa Waisraeli, aliyefungua bahari, aliyenyesha mana, aliyetoa maji kwa mwamba, aliyewarisha watu wake na akawafunika kwa wingu mchana, na usiku likageuka likawa wingu la moto. Hatuongei Mungu wa namna hiyo, na ili hali tunaishi maisha kimaskini. Haiwezekani. Haiwezekani. Mungu mkubwa, lakini tunaishi maisha ya kimaskini. Nehemia akasema, lazima hii aibu tuiondoe. We cannot be preaching about a powerful God. Mungu wa neema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, anayemiliki kila kitu. Na tunasema huyu baba yetu kwake mbinguni, the streets are of gold, marango ni ya dhahabu. Lakini sisi watu wake tunakaa tu tumeparara tu. Mtu hata mafuta hawajaiona. Kiatu na rangi haijawaiona. Nguo inakaa kama ilitoka mdomo ya ng'ombe. Haiwezekani. Hiyo ni aibu. Na Nehemia akasema, lazima tuondoe
hii aibu. Lazima tuondoe hii aibu ya kwamba tuna Mungu asiyeshindwa. Mungu asiyeshindwa, the God of gods, yet we are living in a city that is broken, always in fear of being invaded by enemies because there is no walls. How can we be worshiping such a mighty God, an almighty God, Jehovah El Shaddai, God Almighty, na tunaishi kwa woga, tunaishi tukitembea tembea. Unasikia mshiriki anakuambia, pastor, ikifika district mimi naogopaga sana kwenda, kwa sababu unajua hapo kuna watu wako na macho mingi, mtu anaweza kukuangalia vibaya. Believing in a powerful God, yet you tremble at witchcraft. You know, for now you may look very, munakaa vizuri sana hapa, but some of you tremble. Unakuta mtu hata kwao hataki kwenda mchana, lazima ugoje giza ingie. Unatuambia kwamba sasa nataka kwenda nyumbani, lakini lazima nigoje 5 hivi 6 hivi ndio uende. Na unaogopa ukifanya kitu mzuri, hutaki wengine wajue, maana utarogwa. Nehemia anasema hatuwezi kaa na Mungu wa namna hiyo, lakini tunaishi kwa aibu. Tunaishi kwa aibu. Wapendwa, ni aibu kwa kanisa. Iko na washiriki wengi na wamebarikiwa, lakini hakuna mtu ambaye anajitolea kushikilia kazi ya Bwana. Hakuna. Hiyo shida na ionanga mahali natoka naro. Watu wengi wamebarikiwa, magari imejaa kwa compound ya kanisa, yetu wamefinyana kwa kanisa kama bati. Wacha nisikae hapo sana. Hii kitu nimesikia iko online, wanaweza nisikia waandamane kesho waseme huyo mtu hatumtaki. But ukweli ni ukweli. Wamefinyana kwa kanisa kama bati. Wamefinyana pale very hot. Madirisha ni wire mesh ya kuchoma nyama na mahindi. Wamefinyana pale. Na viti ni zile tunaita viti za milele, vile viti za milele ambazo hazisongeshangwi, kwa sababu ni vijiti 3 zimepigiliwa chini na kuna bimu imewekwa pale. Wamekaa pale, yet they are worshiping a powerful God. Ni aibu. A disgrace of having so many church members, but evangelism work cannot move. Hakuna mtu ambaye anajitolea kwa kazi ya uinjilisti. Hakuna mtu hata moja. Hata isemwe namna gani, nobody is moved. Na ili hali tunahubiri na tunasema ya kwamba Yesu ametutuma na hakuna mahali tunaenda, we keep on reciting slogans. No activity, hakuna kazi inaendelea. Love is a verb, inaisha. Show up in the city, inaisha. Hakuna mtu ambaye anaenda. I will go, inabaki tu kwa kanisa. Na TMI inabaki tu pale. Huko kwetu pia kuna shida kama hapa kwenu hakuna. Lakini kwetu kuna watu wanaibanga tu I will go, na hawaendangi. Na wanakuwa kana uniformu mingi tu za blue, wanazivaanga siku tu ya International Day. Wanavaa hiyo wakati. Lakini ukiuliza nani anaenda, hakuna mtu anaenda. Alafu wanasema tunagoja Yesu aje atupeleke mbinguni. Lazima watu wa Mungu tuondoe hiyo aibu. Hiyo ni aibu. It's a disgrace. Ni aibu. Na leo Mungu amenituma nikwambie lazima tuondoe hiyo nini, watu wa Mungu. Aibu. Ni aibu. It's a disgrace. Ni aibu kuona kijana, ni kijana, hajaoa. Ni kijana lakini hana shughuli na mikutano ya vijana. Hana shughuli. Mikutano inatangazwa, vijana tunakutana pale kwa kona baada ya mahubiri. Na unaona mtu ambaye hata hana ndevu za kutosha. Kanisa ikiisha anabeba vitabu, anaenda nyumbani na wazee. We keep wondering. Tunakaa kujiuliza sasa huyu mtu yeye yako wapi? Vijana wameitwa. Na mkutano ya vijana unakuta tu ni kiongozi na vijana 3 wako pale.